Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa murajaa katika baadhi ya masomo ya Nahjul Ghannai al-Islamiyya, leo tuko na murajaa wa somo la hisab ya faslu rabi' katika rakmu thalith, namba ya 3 kutokea mwanzo wa hisabu ya tahwil, kutoka hisabu ya kwanza mpaka ya pili katika mlango wa hisabu tahwil. Tushasomesha katika channel yetu ya Ustadh Ayub TV, ile ya kwanza tulioanzisha. Ukenda katika sehemu ya view channel, ukitafuta pale utaenda kuona maelezo ya hisabu. Ziko video 3, utaangalia moja hizo, utapata yaeleza hisabu tahwili. Fali hisabi tahwili, basi nda hisabu za kuhawilisha. Fali hisabi tahwili, basi nda hisabu za kuzungua. Fali hisabi tahwili, basi zinao hisabu za kubadilisha. Madhkurani, zenye kutajwa mbili. Wa miqdarani, na miqdari mbili. Miqdari ni makadirio mawili. Wa makhrajun, na matokeo. Au adlun, au yenye kutukuana, au yenye kulingana, au yenye kuwa sawa na yenye kusawiana. Falmadhkurani, basi zenye kutajwa mbili. Huma almas'ulani anhuma, nazo ni zile mbili zenye kuuliziwa. Falmadhkurani huma almas'ulani anhuma, madhkuri mbili ni zile mbili zenye kuuliziwa. Wa huma fi hadha almithali, na hizo mbili katika hunu mfano. Almana wassa'u, ni mana na pishi. Lakini almana, ama lakinna almana, urifa adaduha, imejulikana idadi yake. Wassa'u, na pishi, lam yu'raf adadahu, haikujulikana pishi idadi yake. Naibul fa'il itakuwa yaudu ila swa'u, lam yu'raf as-swa'u adadahu, haikujulikanwa pishi idadi yake. Falmana madhkurun ma'rufun, basi mana ni yenye kutajwa, yenye kujulikanwa ama yenye kujulikana. Waswa'u madhkurun majhulun, na pishi ni yenye kutajwa isojulikanwa. Waswa'u madhkurun majhulun, na pishi ni yenye kutajwa isojulikana. Walamma kanatil mana, na ilipokuwa mana, asghara, ni toto zaidi, ni ndogo zaidi, minassa'i, kuliko pishi, fahuwa madhkurun asgharu, basi hiyo mana ni yenye kutajwa ndogo zaidi. Wassa'u madhkurun akbaru, na pishi ni yenye kutajwa kubwa zaidi. Yani katika hisabu ile kubwa utaeka chini, ndogo utaeka juu. Ama almiqdarani, ama miqdari mbili, makadirio mawili ama zenye kukisiwa mbili. Fahuma miqdara almadhkuraini, basi hizo mbili ni makadirio mawili ya zenye kutajwa mbili. Falmana ta'dilu ritlaini, basi mana moja ya lingana na yatukuana na yasawiana na ritili mbili. Famiqdaruhu thnani, basi makadirio yake ama kiasi chake ni mbili. Waswa'u ya'dilu thamaniyata artwali, na pishi moja yalingana na yatukuana na kusawiana na ritili 8. Famiqdaruhu thamaniyatun, basi makadirio yake na makisio yake ni 8. Lakin miqdaru almana asgharu, lakini
ama lakinna miqdar almana asgharu, lakini kiasi cha mana ni kidogo zaidi, ni kitoto zaidi. Fahuwa miqdarun asgharu, basi hicho kiasi kitakuwa cha mana ni kidogo zaidi. Wal miqdaru sa'i akbaru, na makadirio na makisio ya pishi ni makubwa zaidi. Fahuwa miqdarun akbaru, basi hicho kiasi cha pishi itakuwa ni kikubwa zaidi. Yaani katika kuandika utaweka kubwa chini, ndogo juu. Ama al-makhraju, ama matokeo, fali anna lithnaini, basi ni kwa kuwa mbili, rubu'u thamaniyati, ni robo ya 8. Katika kuandika ukiandika 2 juu 8 chini, ukikata utaona 2 imetoa 1, yani na huku 8 imetoa 4, itakuwa ni robo ya 8. Fahuwa makhraju rubu'i, basi 2 ni matokeo ya robo. Fayakunu al-makhraju, basi itakuwa matokeo 4, ni 4. Wa amma al-adlu, na ama yenye kulingana ama kutukuana, fasayati fima ba'du, itakuya baadaye. Fasayati fima ba'du, itakuja baadaye. Wa kaifiyatu rasmi shakli hisabi tahwili, na unamna wa kuchora shakli ya hisabu ya tahwil, kuzungua ama kuhawilisha. Tutamwita mpiga picha aje hapa, tutaandika vile tunavyoelekezwa hapa. Karibu hapa mpiga picha, uje tushirikiane katika kuonesha maelezo na namna yake. Waambiwa taktubu khattan qa'iman, utaandika mfunda wenye kusimama. Ndio huno hapa. Tamam, ndo kwa huku. Tuwe upande huu. Ukishaandika huu mfunda ni mstari wenye kusimama. Wafi wasati, na katikati ya huno mstari ambao ni hapa, bijani biliyamini, upande wa kulia, khattan ufuqiyan, utaandika mfunda wa kipambizo. Ufuq ni pambizo yao. Utaandika asghara minhu, mdogo zaidi kuliko hunu wa kwanza. Huu uwe mrefu zaidi, huu uwe mdogo kidogo. Khattan ufqiyan, mfunda wa kiupambizo. Asghara minhu, mtoto zaidi kuliko hunu wa kwanza, mdogo kuliko. Thumma taktubu almadhkura ala ahdi tarafai alkhatti alqaimi, kisha utaandika iliyotajwa juu ya moja ya nta mbili za mfunda ulosimama. Kama ile iliyotajwa utaiandika hapa, madhkuru utaandika hapa. Tamam? Na in kana akbar, ikiwa ni kubwa, fataht, utaandika huko, au asghara fa fawq, utaandika juu. Wataktubu almiqdaraini ala alkhatt alufqi, miqdari 2 utaziandika hapa. Ya kwanza hapa, ya pili hapa chini. Miqdaraini, utaandika hapa moja utaandika hapa. Ile ndogo utaandika juu, kubwa utaandika chini. Tamam? Kama hapa madhkuri ilikuwa ni 10 amna, ilikuwa ndo hii, kulingana na hii hisabu ya nyuma kabisa. Shaona? Wataktubu al-akbar tahta, kubwa ni chini, ama tahtu. Al-akbaru tahtu, ile kubwa ni chini. Wal asgharu fawqu, na ndogo juu. Ndio hiyo. Tamam?
Kwa hivyo ndo namna yake ya kuandika haya. Mithaluhu, turudi huku kidogo, alafu nitakuita mithaluhu, mfano wake dabbatun ni pimangoma. Pimangoma ni debe. Kiswahili chengine ni debe ama dumu, wa Tanzania wanaita dumu. Ni chombo ambacho chaweza kuwekwa ndani yake maji, mafuta, huitwa dabbatun, pimangoma ama debe. Ta'dilu ritlaini, chalingana ama lalingana, pimangoma yalingana na ritili mbili. Wa birmilun, na pipa ni maarufu, ya'dilu lalingana 24 ritlan, na ritili 24. Fasittun wa thalathuna dabbatan kam birmilan, basi madebe 36 ni mapipa mangapi? Pimangoma 36 ni mapipa mangapi, ama matangi yale mangapi? Sasa hapa utakuja tena mpiga picha wetu tuchore namna tulivyoelekezwa, alafu tufanye hiyo hesabu. Hapa tumeambiwa utaandika mfunda mrefu. Haya, hapa utaandika madhkur, hapa utaandika miqdar, na hapo chini. Sasa madhkur ni ile ambayo imeulizwa, ambayo 36. Wewe angalia uoneshe hapa 36 ndio madhkur. Na dabbatun ta'dilu ritlaini wa birmil 4 ya'dilu 24. Sasa utaandika hapa miqdari ya kwanza ni hii 2, ambao pimangoma ama debe moja hutukuana na ritili 2, na pipa moja latukuana na 24 ritlan. Tamam. Utagawanya hapa kwa hapa, itakuwa ngapi? 1, hapa ni 2 na 1, 12. Tamam. Ukishapata makhraji, itakuwa hii itaitwa makhraji. Ama adlun. Sasa utaandika huko upande wa kulia, kisha utagawanya. Utafanyaje? Utagawanya 12 na ngapi hiyo? 36. Ukigawanya utaona utapata ngapi? 36 gawanyia 12 ni 3. Itakuwa ni ngapi jawabu? 3. Hii 3 huandikwa hapa chini, ambayo itakuwa jawabu fasitun wa 30 dabba yusawi ama tusawi 3 birmilan. Sawa? Imefahamika?
Yaani hatua kwanza utachora hapa, alafu hatua ya pili ile madhkuri utaandika juu hapa. Miqdari 2 ndio hizi hapa, utaziandika kisha utagawanya. Ile utakayopata itakuwa ni makhraj, utaandika upande wa kulia, utaigawanya katika yaitwaje, madhkur. Lile jawabu ukilipata ndiyo swali lenye kuulizwa, ambao huku nyuma tumeambiwa nini? Ndiyo isojulikanwa. Yenye kuulizwa ni hii ambayo itakuwa hizi pima ngoma 36 ni mapipa mangapi? Itakuwa ni mapipa 3. Haya, walmithalu thani, na mfano wa pili, usiondoke. Mfano wa pili, karatasi zimeisha, hatafanya na hapa. Dabbatun, pima ngoma moja ama debe moja, taadilu 20, taadilu usiondoke, eti kwa hapa. Taadilu 20 ritlan, lalingana na ritili 20. Wa birmilun, na pipa moja ama tangi moja, yaadilu 8 ritlan, lalingana na ritili 80. Fasna 10 dabbatan, basi pima ngoma 12 ama madebe 12. Kam birmilan, ni mapipa mangapi? Sawa. Sasa hapa utaandika kama kawaida ile yenye kuulizwa ni madhkur, utaandika hapa juu, ambao yenye iliyotajwa nini? Dabbatun ta'dilu 20 birmil ya'dilu 80. Utaandika hapa miqdar ya kwanza ni 20, ambao wa birmil ya'dilu 80. Miqdari ya pili, na hii 12 dabba. Sasa madhkuri ni 12. Njia ya kufanya nini? Ni kugawanya, ambao 20 kwa 80 unagawanya, utapata ngapi? Ukigawanya 20 utapata 4. Hii 4 ni makhraj au adl. Utaiweka hapa kisha utagawanya na madhkur. Ukigawanya 4 kwenye 12, ukigawanyia utapata ngapi? 12 ukigawanyia 4, jawabu ni 3. Hii ndio majhul katika swali yenye kuulizwa. Tamam. Kwa hivyo swali lauliza basi mapima ngoma 12 itakuwa ni mapipa mangapi? Itakuwa ni mapipa mangapi? 3. Tamam, tumeelewana? Inshallah mpaka hapa tutakoma. Ikiwa pana taksiri yoyote tutaulizana katika sehemu ya comment, ama pana makosa pia tutarekebishana katika sehemu ya comment. Na radhi za Allah ziwafikie wazazi wetu, walimu wetu na sisi wenyewe. Allah tuwafikie kila la khairi na tuzidishie ilmu, na wenye kufuatilizia Allah watimizie malengo yao, na mashekhe waliotangulia katika Darul Aqi na wazazi Allah warehemu, awaike pema pamoja na wema. Allah atufungulie milango ya riziki na baraka. Wassalamu alaikum wal afwa minkum. Tusahau kulike, kushare na kusubscribe. Wa kullu aam wa antum bikhair.